nini unafanya hivi? Ya Jordan kulazimishwa na Vai kwamba afanye chochote, kwa sababu Vai alikuwa yeye lengo lake ni kutimiza usaliti kwa manyanya. Hii imesababisha Jordan afanye kitu ambacho hakutarajia, na tuliona pale mwanzoni akionyesha kwamba yeye huwa akiona vitu vile hawezi kuacha, na ametimiza lengo ambalo alitarajia kulifanya kwa Vai. Na Vai sasa tunamuona amechoka sana, akiwa amefanyiwa kile alichotarajia kufanyiwa kwa Jordan, lakini bado Vai tunamuona akiwa ni mtu ambaye ana wasiwasi kubwa sana na mawazo makubwa, na kuonyesha jinsi gani ingawa amefanya lakini hakupanga kwamba hili linaweza kutokea. Ni kwa sababu tu ya hasira ambazo alikuwa nazo, ndio maana ameamua kufanya hivi ili kumkomoa mpenzi wake Manyanya. Je, baada ya kufanikisha hili lengo atakuwa na furaha au ataendelea kuwa na huzuni? Lakini bado je, kule nyumbani kwa Manyanya itakuwaje? Kwa sababu Manyanya ameshagundua kwamba Vai huenda kitendo alichofanya hakikuwa sawa. Tumeona pale akimuuliza kwamba kwa nini umeamua kufanya haya, na Vai ana wasiwasi kubwa sana, kwa sababu kwenye maisha yake ya ndoa yake hajawahi kuwa ni mwanamke ambaye alifikiria kwamba siku moja anaweza kuja kumsaliti Manyanya, na haya amefanya kwa sababu ya kulipiza tu kisasi, ili kuonyesha kwamba na yeye kumbe anaweza, ili aweze kufanya vitu ambavyo ni vya tofauti. Lakini tunaangalia kwamba Vai sasa ameshaanza tabia ambazo hakuwa nazo hapo awali. Je, hii itakuweje kwenye ndoa yake? Ataenda kusimamisha ndoa yake au ndio inaenda kupotea kabisa, ndoa yake inaenda kuwa sasa chungu? Kwa sababu hakuwa na tabia za umaraya na sasa ameanza. Je, hii itakuwaje? Tukiangalia kwa namna ambavyo huko mwanzo waliishi na Manyanya, waliishi kwenye furaha, waliishi kwenye amani, na sasa hii tabia ameianza kwa sababu ya kumkomoa tu Manyanya. Cindy naye amepata shida kidogo kwenye akili yake baada ya kuona kwamba ameachika kutoka kwa Amani, ambaye alimtegemea kwamba ni mwanaume ambaye anaweza kuwa ni mwanaume bora sana kwake kwenye maisha yake baada ya kutoka kwa Mudi Muzungu. Sasa hivi wanaume wote ameanza kuwachukia, na hahitaji kabisa kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine yoyote, kwa sababu anaona wanaume wote ni kama nyoka. Na huyu mwanaume amekuwa ni mteja wake ambaye anamuomba kila Huyu mwanaume alikuwa anamuomba kila siku apate kuzungumza na Cindy, kwa sababu anampenda sana. Na Cindy tukumbuke tayari ameshang'atwa na nyoka kule. Kwa hiyo wanaume wengi sasa hivi anawachukia. Naye mzee wa bakora hali kwake ni tete. Kule nyumbani na yule mfanyakazi wake wa ndani mambo yameshaanza kuwa si ndivyo. Baada ya mzee wa bakora kuona kumbe inawezekana anaendelea kuhangaika huko nje, kumbe anaacha vitu ambavyo anavipenda viko ndani. Sasa ameamua kumshika yule mwanadada makalio, lakini yule mwanadada akaonyesha jinsi gani bado ana msimamo ule ule ambao unamfanya mzee wa bakora nyumbani pawe pachungu. Kila mara kesi zinaendelea kuwepo nyumbani, na huku bado akiendelea kusisitiza kwamba mimi siwezi kuwa natafuta kitu wakati kwenye barabara yangu ya reli bado kuna mtu ambaye inatakiwa nimpitie. Mimi ndio mzee wa bakora. Kwa hiyo na kuhakikishia kwamba nitafanya kila namna ili ujue kabisa mzee wa bakora hajawahi kuchezea. Na kama tunavyomjua mzee wa bakora, anasisitiza kwamba yeye huwa haangalii mke wake anasemaje, na ataendelea kufanya vile ambavyo anajisikia kufanya. Hii ndoa imekuwa ni ndoa ambayo bado haieleweki ina msimamo wa upande gani. Mke wake ni kama sio mke tena, bali wamekuwa kama ni watu ambao wanajadiliana vitu ambavyo kwenye familia huwezi vielewa, na hii inafanya kabisa mke wake aendelee kuwa na msimamo ule ule kwamba mzee wa bakora, hali unayoendelea nayo Mr. Mndeme, naona unataka kunionyesha kwamba jinsi gani hauenielewe. Tunamuona huyu mwanadada akimtishia Mndeme. Mndeme naye anakuwa na hasira kwamba kweli huenda mimi nimeyakanyaga, kwa sababu naona kabisa hapa hii vita sitaweza kuimaliza.
Je, Mdeme ataweza kumalizana na hii nyumba ambaye ameingia kwenye haya matatizo kwa huyu mfanyakazi wake, na kitu gani kitaendelea, au Mdeme atafanikisha zoezi? Endelea kutazama video vyetu kutoka Digital Maarifa. Usisahau kusubscribe, like, comment. Ya Mdeme, hiki ni chuma. Yaani huko kijijini kwao ni alikuwa analima balasi. Yaani